Habari za wakati huu, mtazamaji wa Domeko TV. Ifuatayo ni taarifa ya habari inayosomwa nami Safia Abdi. Awali ya yote tupate muktasari wake. Wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma wamehimizwa kukata bima ya afya. Mkurugenzi wa elimu ya afya kwa umma Dr. Rahma Hingorai kupitia Wizara ya Afya kwa Umma amewakumbusha waendesha pikipiki ikiwemo bodaboda kujali afya zao na uzima wao kwa kuvaa helmet. Katibu mkuu wa NEC itikadi, mwenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenan Kihongosi amesema chama hicho kinaelekeza Wizara ya Nishati ili kuangalia namna ya kuweza kutoa ruzuku kwenye mafuta. Na katika michezo, ligi ya NBC Premier League ikiendelea kushamiri, kikosi cha wekundu wa Msimbazi kitashuka dimbani siku ya kesho kuumana vikali dhidi ya kikosi cha TRA United. Habari kamili. Wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko wamehimizwa kukata bima ya afya ili kuepukana na gharama za matibabu pindi wanapokuwa katika masomo yao. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa chuo Kevin Mwakisale wakati wa mahojiano na Domeko TV. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane naye Sahia John. Kauli hii imetolewa na mkuu wa chuo Kelvin Mwakisale wakati akifanya mahojiano yake na Domeko TV akiwa ofisini kwake, huku akisema ni muhimu kila mwanafunzi kuwa na bima ya afya. Ni vyema wakawa na bima ya afya ili kurahisisha kurahisisha matibabu pale wanapokuwa wanapata dharura ya ugonjwa, kwa sababu ugonjwa upigi hodi. Na kwa sababu ni mwanafunzi sio rahisi kujua ni wakati gani utaumwa. Na kuna wakati ambao unaweza kuumwa ukiwa hauna hata fedha. Sasa taasisi kama taasisi haina fedha kwa ajili ya kumtibu kila mtoto. Ingekuwa iko hivyo basi tungefilisika. Na ukamwacha mtoto pasipo kumpeleka hospitali, matokeo yake mzazi anakuja na claim kwamba kwa nini hamkumpeleka hospitali wakati ilikuwa inawezekana kumpeleka hospitali. Lakini ukiwa na bima yako ya afya, taasisi ni rahisi kukukimbiza hospitali kwa sababu gari lipo, ikakubeba, ikakupeleka hospitali, ukapatiwa matibabu kwa gharama nafuu ambayo ulikuwa ushailipa hapo awali. Aidha, baadhi ya wanafunzi chuoni hapo wametoa ushauri wao juu ya suala la umuhimu wa kuwa na bima za afya. Kwa majina naitwa Benadeta Daniel, ni mwanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma diploma, nipo mwaka wa mwisho. Kutokana na programu ambayo amesema mkuu wa chuo ni nzuri kwa sababu itakuwa inamsaidia kila mwanafunzi atakapougua ghafla, labda yupo maeneo ya chuo au maeneo tofauti, akiwa na bima itamsaidia. Kwa ushauri wangu kwa kila mwanafunzi, anatakiwa tu kuwa na bima kwa sababu ni nzuri. Kwa majina naitwa Eric Pascal, ni mwanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko. Maoni yangu mimi kama mwanafunzi, nilikuwa napendekeza kwamba kila mwanafunzi ni vema na ni muhimu kuwepo kwa bima ya afya, kutokana na muda wote huwezi jua tatizo ama maafa yote yanaweza kutokea. Sababu kuna ajali, sasa hivi kuna ugonjwa wa ghafla. So kama mtu ukiwa na bima hapa chuo nasaidia sana, hata pia mwalimu ama wanafunzi wenzako sasa kwenye kupusha ama kuchukua wewe kupeleka hospitali. So far bima ni muhimu tu katika jamii na katika chuo chetu sababu inasaidia sana. Naitwa Lisa Baptist. Bima ya afya kwa wanafunzi, kwa cha kwanza najua bima ya afya inapunguza gharama za matibabu. Kuna muda sisi kama wanafunzi tunakuwa labda hatuna hela, kwa hiyo ukiwa na bima ya afya inakusaidia hata ukienda hospitalini huko unapunguza gharama za kununua dawa, pia vipimo, gharama inakuwa inapungua. Kwa hiyo ukiwa na bima ya afya inakuwa inasaidia. Naitwa Rehema Kiumbi, ni waziri wa afya serikali ya wanafunzi katika chuo hiki cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko. Niwashauri tu wanafunzi wote waweze kuona umuhimu. Kwa sasa hivi wanaweza kaona kwamba haina umuhimu kwa sababu wapo wanafunzi ambao wanamaliza. Unaona? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sasa mimi nikitoa hii bima bwana namaliza. Hapana, bima inatumika sehemu yoyote ile. Kwa hiyo
hakikisheni wanafunzi wote mnatoa fedha kwa ajili ya kupatiwa bima ya afya. Afya ni mtaji. Bima ya afya ni nyenzo muhimu ambayo inasaidia kupunguza mzigo wa gharama za matibabu. Nikiripoti kutoka hapa Chuo cha Uandishi na Utangazaji Dodoma, mimi ni Seya John, Domeko TV. Mkurugenzi wa elimu ya afya kwa umma Dr. Rahma Hingorai kupitia Wizara ya Afya kwa Umma amewakumbusha waendesha pikipiki ikiwemo bodaboda kujali afya zao na uzima wao kwa kuvaa helmet pindi wanapokuwa barabarani. Mkurugenzi msaidizi wa elimu ya afya kwa umma Dr. Rahma Hingora akitoa elimu kwa waendesha bodaboda jijini Dar es Salaam kuelekea tamasha kubwa la chama cha madaktari wa upasuaji ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu litakalofanyika jijini hapo kuanzia Aprili 11. Kitu kikubwa ni afya yenu na uzima wenu. Tunataka kuwakumbusha uvaaji wa helmet. Hilo ndo la kwanza. Muona tunawakumbusha kwamba vaa helmet, ubongo hauna fea. Mmelielewa hilo neno? Mguu utakatwa, utapewa mguu wa bandia. Utatembea, utafanya shughuli zako. Ubongo ukipata hitilafu, hakuna ubongo mpya. Nao baadhi ya afisa usafirishaji almaarufu kama bodaboda wametoa maoni yao juu ya uvaaji wa helmet. Aidan Talimo hapa, bodaboda Machinga Complex Dodoma. Kuhusu swala la uvaaji wa kofia helmet kwa bodaboda ni msingi sana. Tukizungumzia ni msingi sana kwa sababu helmet pia ni kinga. Inatukinga vipi barabarani? Helmet kwanza ina kioo ambacho kinazuia hata wakati wa majira ya mvua au usiku, kama unakuwa unatembea kuna wadudu wengi, anaweza kukuingia pia machoni. Lakini pia hapo tumezungumzia faida, ila kuna hasara za uvaaji wa helmet. Wengi wao wanaweza kuvaa helmet, sawa, inapofika jioni kichwa kinaweza kikawa kinamuuma, kesho akashindwa kuja kazini. Nikizungumzia mfano ni mimi mwenyewe. Mimi naweza nikashinda na helmet kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ile ikifika jioni hata ulalaji wangu inakuwa ni shida kidogo. Changamoto, kichwa kinakuwa kinaniuma, shingo pia inaniuma. Ni bodaboda hapa Machinga Dodoma. Hiyo inatokana na elimu ndogo sana upande wa bodaboda. Sababu siku zote mwalimu mzuri huanza kufundisha kila wakati ili watu wapate elimu ya kuelewa nini ambacho ni maana halisi ya umuhimu wa kitu fulani. Hususan serikali upande wa polisi au serikali ingeweza kusimamia hilo swala ili kuweza kuokoa hilo swala. Abiria sisi tuna elementi mbili tu, lakini kwa kila abiria anatakiwa avae elementi moja, na abiria huyo atakuja tena abiria mwingine atatakiwa avae elementi. Lakini kipindi hicho sasa abiria anachoamini ambaye anaweza kupata matatizo ni bodaboda, yeye hawezi kupata matatizo. Lakini kwenye ajali haitochagua kwamba umebeba abiria au hujambeba abiria. Lakini upande wa abiria hawezi kukubali yeye avae helmet kwa sababu ya kitu kimoja. Anachofia yeye ni magonjwa ambayo binadamu tulionayo, hususan magonjwa ya kichwa. Kwa hiyo helmet moja italazimu mimi bodaboda mmoja wapande zaidi, waivae watu zaidi ya 100 kutokana na kazi yangu vile ninapokuwa naifanya. Ili kuepusha ajali za barabarani, ni vyema afisa usafirishaji almaarufu kama bodaboda kuvalia helmet wakati wa usafirishaji. Ni mimi Safia Abdu wa Domeko TV. Katibu Mkuu wa NEC Itikadi, Mwenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenan Kihongosi amesema chama hicho kinaelekeza Wizara ya Nishati ili kuangalia namna ya kuweza kutoa ruzuku kwenye mafuta. Taarifa kamili na Asha Bakari. Kiongozi ameyasema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari. Amesema chama hicho kinaelezea Wizara ya Nishati ili kuangalia namna ya kuweza kutoa ruzuku kwenye mafuta. Lakini jambo lingine, chama kinaelekeza wizara kuangalia namna ya kuweza kutoa ruzuku kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliweza kufanya mwaka 2022 kwa kutoa zaidi ya bilioni 100 ili kuleta unafuu kwa wananchi wetu waendelee kufurahia matunda ndani ya taifa lao. Aidha, kiongozi amebainisha kuwa CCM inaielezea Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC kuendelea kuwa na kiunganishi muhimu katika kuagiza mafuta nchini. Lakini TPDC kuendelea kuwa kiungo muhimu katika uagizaji wa mafuta nchini
na kudhibiti wote ambao wanaweza kuleta hujuma, hasa kwa kuchepusha meli za mafuta na kuuza maeneo mengine ili waweze kupata faida. Na kwa nini hapa tunaielekeza TPDC? Kwa sababu tunaamini TPDC ni taasisi ya umma, ni taasisi ya serikali, hivyo inaangalia maslahi ya wananchi kuliko maslahi ya kibiashara. Nao baadhi ya madereva na abiria jijini Dodoma wameendelea kuiomba serikali kuwasaidia mafuta kushuka bei. Kwa majina anaitwa Emmanuel Abel. Mimi ni mkazi wa Maili Mbili. Nikitoa tozo langu kama dereva, kwa mafuta kupanda ni sawa, lakini naomba serikali iweze kutupunguzia bei ya mafuta, waangalie kwamba watatupunguziaje mafuta ili sisi kama wafanyakazi kwenye magari na kama mmoja kwenye magari kupata manufaa katika kile ambacho tunafanyaje na kuipambania. La sio kushusha bei ya mafuta. Waangalie jinsi gani watapandisha nauli, zitapanda kiasi gani ili kuweka uwiano wa mafuta na nauli ili tuweze kupata manufaa kidogo na sisi wafanyakazi. Kwa majina naitwa Priska Mrajila, natokea Mkungu. Kupanda kwa mafuta imetuathiri kwa kiasi fulani, kwa sababu gharama zimeongezeka, vyakula, usafiri na kila kitu. Lakini tulikuwa tunaomba serikali tusaidie kwamba ipunguze gharama na iangalie changamoto ya mafuta inatatuaje, ili sisi wananchi pia tuweze kuishi kwa unafuu zaidi. Naitwa Mika Mbasha, mimi mkazi wa Maili Mbili. Nauli zimekuwa tofauti na vile ambavyo mafuta yalikuwa chini, kwa sababu lakini kutokana na hiyo hali sisi wa hali ya chini, yani tunakuwa tunaumia, kwa sababu ukiangalia tunahitaji usafiri tufike makazini na nini, lakini hali ya uchumi inakuwa inatubana. Hivyo ndio labda serikali, swala serikali labda iweze kuangalia. Tumesikia kwamba katibu wa CCM ameenda kuongea na watu wa nishati ili kuweka ruzuku tufanyaje ili kusaidiwa labda kushusha mafuta. Kwa hiyo tunaomba katibu aweze kujitahidi, kama kwenda kuongea nao basi aongee, tujue mwafaka kwamba inakuaje. Sisi tunaumia sana kwa swala la mafuta kupanda, kwa sababu swala la mafuta ndio kila kitu. Leo ukiangalia tunatumia magari, tunatumia boda, tunatumia bajaji, na watu wa bajaji hawawezi kuwa nauli ile ile kutokana na mafuta yako juu. Kwa mafuta yakiwa juu na sisi wanatupandishia nauli. Kwa sisi tunaumia. Mtazamaji wa Domeko TV, hao ni baadhi ya madereva pamoja na abiria hapa mkoani Dodoma ambao wametoka kuelezea kero wanaoipata kutokana na adha ya kupanda bei kwa mafuta. Nikiripoti kutoka hapa, mimi ni Asha Bakari, Domeko TV. Na taarifa yake Asha Bakari inatutamatishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.